ufike. Hii leo ni nusu finali ya kwanza ya dimba la Euro Hispania wakikabanako na Ufaransa. Timu zote mbili zina vigogo, kwa hivyo ni mchuano mtamu sana, mchuano mzuri sana wa kuliwazia macho. Ndio maana studioni na wanahabari wenzangu, nataka kusema wageni si wageni haswa, ni wanahabari wenzangu Caleb Kibet. Kibet, sijakusikia ukitangaza Euro bwana. Nimekuepo kwa sababu hujui Kikalenjin. Ndio shida kubwa. What do you mean? Na ndio ukweli. Nani anakuambia sijui Kikalenjin? Ujenipa nafasi. Imieno bwana. Unajua kile unaelewi. Unajua mtu akiongea utajua ameongea kile lakini hauelewi. Unajua kuna tofauti ya kujua na kuelewa. So mtu akiongea utajua ameongea kile lakini kuelewa ndio shida. Sasa mkangata nilikuwa hata sija kujumuisha tayari ushaongea. Na niliona kama ushabatuka tayari. Okay, mimi ni mbatukaji. Kwa sababu kitu sababu kama tumekuwa na MOU kabla niingie studio. Kwamba nikupata. Mbona unasema sina. Kwamba umesema kuna baridi? Natazambiwa Kenya they can reject. Tunaambiwa Kenya kwamba reject the result. No, by the way, unasema sina. Alafu namba yako nayo. Tutakusalimu. No, maliza na alafu. Kwamba lakini mkangai? No, walikuwa mshawaza naye. Unataka unisalimu? By the way, wanataka tu kusalimu tu. Kwa nyumba na Gen Z na Alpha. Sasa ile Alpha, Liam. Lakini Liam naye atasumbua. Liam atasumbua. Baada ilikuwa wiki jana. Baada kwamba amecheza wenzake pale miaka 7. Amecheza baada anacheza na akuja nyumbani. Dadi vipi ndio kuna maandamano? Akwambia hivyo? Miaka 7. Ati walikuwa wanazungumza. Yaani kile kitu babake ameshinda kufanya ndani. Yaani kitu tumeshinda dadi. Lakini Liam nimekaa naye mara moja mara mbili akija hapa nini. Liam is a walking encyclopedia of disasters. Yule ni sumu. Yule nasikia anajifunza Kichina. Shule. Itakuwa ni chong. Lakini mali tumefika. Kinanifanya ni kwamba hawa wakina Liam growing up ni watu ambao hawajui kwamba yeye ni Kinanora. Ndio hao tu. Hajui kwamba ni kapela gani, hajui kwamba yeye ni wale malo mama wataenda hivyo. Si ndio? Na kama ni hivi. Na ukiangalia hata kwa plot kutoka nyumbani asubuhi hata wakati wa likizo. Wale watoto dhao wamekaa kwa plot wanacheza hata hawajui ni Mjaluo, Kikuyu nini, hawana habari. Unasema sisi ndio. Lakini sisi tukiwa kubwa I don't know what happens. So wamaamua na lakini mimi sina huo ukabila wajua. No, sidhani kama watoto wanao wachache. Mimi sina hata baadhi wanao ni wachache. Hata mimi sina mkangai. No, upo kwa sababu nafikiri mimi nikisema sina nitakuwa nadanganya. Why? Mimi sasa ndio nakwambia nitakuwa nadanganya kwa sababu mimi siruhusu kuoa mtu ambaye ni wa ukoo wangu. So ni kabila. Siwezi kuchumbia mtu ambaye ni ukoo wangu. Wewe ni kabila tayari. So nikisema mimi si mkabila nitakuwa nadanganya. Bro, kusema ombea kuchumbiana. Nani? Na ndio tukapa na tumeanza makusudi. Wajua huwezi tuambie direct. Umeacha wapi? Pole alafu unajua ajaribu tu ile kucommunicate indirect. Lakini tawazia. Kibet, Beruri. Leo hii game mtakuwa mnaangazia? Tuangazia nusu finali Ufaransa swa zungumzia kwamba ndio timu ambayo haijafunga bao lolote. Wamekuwa wakifungiwa tu, wakisaidiwa tu. Unasikia mabao ya wamejifunga wenyewe wapinzani, wanajifunga hapa na pale penalty sijui. Ni kitu ambacho kina hakifurahishi sana. Ukizingatia kwamba kile ni kikosi ambacho kina wachezaji ambao wana uzoefu, kile Mbappe tuangalia Mbappe wengi zaidi ambao pia ni wa viwango vya juu. Mkangai, umeridhishwa na michuano hii ambayo imeingia katika hatua nusu finali sasa dimba la Euro? Na nafikiri kwa maana ilikuwa inaendelea Mkangai dimba la Euro na pia kuna michuano ya Copa America. Lakini Copa America unajua wakati ni tofauti sana. Sasa muda ni tofauti. Yaani unakuta muda wa Copa America unakuta kuanzia saa 7 usiku saa 10 ndio kuna mechi. Labda uamuke uangalie mechi kubwa. Lakini wote wanafikiri kwamba mpaka sasa Euro sijaridhika nayo vile. Sijaona ile surprise ambayo niliona katika AFCON. Sijaona ile comeback wazimu. Yaani umepiga mtu 4 goals akarudi akafunga 4 goals. Sijaona wale key players kwa mfano Mbappe, Harry Kane waking'ara hawajang'ara. So nafikiri kwamba kijiweni kunradhi nimekatiza. Nilikuwa kijiweni na mashabiki tu. Wananiambia Hassan unajua nini? Hii Euro bwana haina utamu iliyoanzwa na dimba la bara Afrika. Na ni kweli. Kama ni ukweli ama ni ukweli. Ukiangalia AFCON unakumbuka Ivory Coast
ilipigwa nyumbani 4 goals na timu ambayo tukutarajia na from nowhere wakaja wakabeba ile taji. Kulikuwa na comeback ambazo zilikuwa za ajabu. Yaani mnafungwa 3 mnarudi, lakini hii ni baridi. Sijaona ule msisimuko ambao tunaona katika ubingwa wa Afrika. Na nashuku labda kitu kingine ambacho kinajitokeza ni kwamba tulichukua muda mfupi. Ligi zilishe tu Afrika katika Euro. Kuna wachezaji kama mtu kama Bukayo Saka amecheza mechi zote Arsenal, amecheza one. Lakini jamaa bado anacheza bwana. Ule jamaa ana usuli wa Afrika. Anajituma bwana. Usuli wa Afrika. And you could tell kama juzi kama hii timu ya England. Wajua Saka na mbeba Uingereza. Juzi ilikuwa England kulikuwa watu wawili. Kobe Maino na Saka. Kobe na Saka. Hao ndio hata ukisikiza hata nini wale Kobe Saka wale jamaa walibeba England mpaka Harry Kane hayupo. Angalia wazungumzie mambo ya utata. Ilikuwa ni wiki jana. Nile kulikuwa na sare zile ambazo zilizinduliwa na serikali, sare za sherehe za ufunguzi. Justina hizi sare nafikiri ziko hapa au sio? Sherehe za ufunguzi